Yes, mtazamaji wa Center Zone Plus TV. Bwana, ni wakati mzuri ambao tumepata nafasi na tumeweza kukutana tena. Na siku ya leo bwana, niko na mgeni ama nimepata bahati ya kutembelewa na mgeni hapa. Mtu mzito sana jamaa. Atakuja kujitambulisha mwenyewe anaitwa nani, lakini pia anafanya vitu gani hasa. Mambo vipi kaka? Mambo poa kabisa. Ndio. Kwa majina yako pengine unaitwa nani? Mbonde Mdenge, mwana Rufiji River, Sokilwa Kivinje, kutwa nachonga maneno sio vinyago vya Makonde, basi stuka mtangazaji kama vigawe tasa, mimi ndo namba Kivunge. Okay. Yes. Hatujaelewa. Hatujaelewa. Jina ni lipi hapo? Mbonde. Yeah, mimi naitwa Juma Omari Mbonde, jina la kuzaliwa kutoka kwa wazazi wangu. Lakini jina ambalo natumia kwenye vitu vyangu vya kisanaa naitwa Mbonde. Okay. Umezungumzia sanaa. Of course umespecialize kwenye sehemu gani labda? Mimi nimespecialize katika performing and visual art. Okay. Ambapo sio kuspecialize kwa maana ya kuongea tu, nina diploma ya performing and visual art. Lakini sasa hivi tunavozungumza na wewe niko pale Chuo Kikuu cha Dodoma nafanya degree ya theater and film. Kwa hiyo nimespecialize kwenye sanaa typical. Okay. Yes. Yeah, okay, nafikiri mtazamaji ulipozungumza kwa anafanya pia sanaa, inawezekana pia tumeweza kumwacha, anaweza akajiuliza labda ni sanaa ya vitu gani hasa ambayo unaifanya. Lakini labda nimuibie mtazamaji, ndugu yetu Mbonde ni mshairi lakini pia ni mwigizaji. Labda nianzie hapo. Labda tuanzie katika ushairi pengine. Pengine ulianzia lini hizi harakati pengine za ushairi na pengine ukagundua una uwezo wa kufanya masuala haya ya ushairi? Safari yangu ya ushairi ni safari ya muda mrefu kidogo. Nakumbuka mwaka 2003 naweza nikasema wakati huo ndo nilianza rasmi kuwa mshairi. Mimi nilianza kuwa mshairi wakati niko shule ya msingi, nilikuwa darasa la 4. Shule ya msingi Majengo pale Bagamoyo. Nikawa naandika mashairi kama kawaida darasani, lakini baadaye nikawa najikuta nayaongea. Wakati huo mashairi bado yalikuwa kitototo. Nilikuwa nasema mwenzangu, hebu sikia haya ninayokuambia, katika hii dunia heshimu baba na mama. Wazazi wamekulea tena kwa malezi mema na mpaka umekuwa sasa ni mtu mzima. Okay mtazamaji, kama ambavyo tumeweza kukuambia awali, leo niko na ndugu yangu ambaye anaitwa Mbonde Afri Poetry. Bila shaka nafikiri umeweza kusikia mambo mengi ambayo ameweza kuzungumza, lakini bila shaka ameweza kutuambia ametokea wapi kwenye harakati zake hasa za ushairi. Na kama ambavyo nimekuambia pia awali, jamaa anajihusisha na vitu vingi sana, lakini pia tunataka tufahamu pengine nje ya ushairi pengine anajihusisha na vitu gani hasa? Nje ya ushairi mimi ni mwigizaji. Ndio. Ni camera operator. Ni vitu ambavyo sio tu navisomea darasani, navifanya pia field. Mimi nimeigiza katika tamthilia ya Huba. Wale wapenzi wa Huba wanaofuatilia, wakati Benikinyayo yuko gerezani, nilikuwa askari magereza mle ndani. Lakini pia nimeigiza katika filamu inaitwa Winga, ambayo hivi karibuni nafikiri mtaiona. Hiyo maana yake bado haijaanza kuruka. Haijaanza kuruka. Ni muda. Labda tukianzia kwenye tamthilia ya Huba, mimi ni kwamba ulianza tangu awali ilipoanza mpaka hivi sasa? Hapana, mimi nilichipu in katika episode zile za gerezani. Wakati ambapo Benikinyayo amekamatwa kaingia gerezani, tulikuwa pale kama askari magereza, na baadaye alivotoka manake na episode zetu zikawa mkataba wetu kwa umeisha pale, tukarudi mtaani, maisha mengine yanaendelea. Lakini huko nyuma nimefanya kazi nyingi sana. Miaka ya nyuma huko 2011 mimi nimeshiriki katika tamthilia inaitwa Macho. Ya mzee Malinga, Mustafa Nyalawi Malinga, sijui kama watu wanamkumbuka. Muda mrefu kidogo, lakini She Is Mine ya Davina, kama kuna watu wanamkumbuka Davina, pia nimeshiriki muda mrefu sana. Huko kufikia kwenye Huba tunazungumzia miaka ya hivi karibuni. Okay. Sawa, unajua mtazamaji wetu anaweza anajiuliza akawa na maswali mengi kwamba Mbonde umewezaje kufikia mpaka unapata nafasi ya kwenda kuigiza kwenye tamthilia kubwa kama Huba na tamthilia nyingine ambazo uliwezaje hapa? Pengine wapo watu ambao wanatamani kufika ambako wewe umeweza kufika. Kwanza sanaa ni safari ya maisha. Yes. Sanaa ni safari ya maisha. Kama umesikia mwanzoni nilikwambia mashairi nimeanza 2003. Kwa hiyo mimi nimeanza kuigiza kwanza muda mrefu sana. Nimeigiza vikundi vingi.
Pale Dar es Salaam nimeigiza kikundi kinaitwa Sadani, nimeigiza kikundi kinaitwa Nyabusani General Entertainment au Nge. Umeona? Kwa hiyo nimeanza muda mrefu kwenye tasnia, japokuwa watu wengi hawakuwa wakiniona. Nimeigiza movies nyingine ambazo zimeishia tu mtaani, zipo movies zimeishia kwenye kamera. Kipindi kile watu wanashoot kwa kutumia divu. Mimi nimeshoot kwenye zile divu. Tena divu yenyewe sio divu mpya imenunuliwa kwa ajili ya kutushuti sisi. Divu ina lambo. Unajua kulamba divu wewe? Yaani divu ishatumika, inatumika tena kwenye kushuti filamu. Mimi nimeigiza zile zote. Kwa hiyo kuna wasanii ambao leo hii watu wanawajua, wasanii wakubwa, mimi nishakutana nao wakati huo. Kwa hivyo si ajabu mimi leo kuniona katika tamthilia yoyote au filamu yoyote kubwa ambayo watu wanaamini hii ni kubwa, kwa sababu wale watu tayari sisi ni familia, ni kitu kimoja. Mfano jana nilikuwa location, kuna filamu mpya inakuja, watu wa Dodoma wajue. Inaitwa Ukuta wa Chuki ya director Suresh Mara. Director Suresh Mara ndo director ambaye aliandaa Bado Natafuta. Sijui umeona hapo. Kwa hiyo leo ukipiga simu ukimuuliza Gabo, unamjua Mbonde, atakwambia Mbonde mshairi, shughuli inaisha. Lakini kuna watu, kwa sababu sikuwa na jina hilo kubwa wakati huo ninavyofanya hivyo vitu, kwanza nilikuwa katoto, wanaweza kasema kama ghafla hivi jamaa. Hakuna ghafla. Ni sana, ni safari ya maisha, hakuna ghafla. Yani kila kitu kina hatua. Unaenda taratibu, mwisho siku unafika pale unapotaka. Kwa hiyo kama kuna mtu anatamani na kufanya vitu kama hivyo, asikate tamaa. Hii ni safari, taratibu tu, gonge milango, mwisho siku itafunguliwa. Okay. Nikurudishe nyuma katika ushairi pengine. Tanzania tuna mtu maarufu sana ambaye ni Mrisho Mpoto. Pengine kipindi hicho cha nyuma ambako pia ulikuwa unachibukia, pengine alikuwa ni mtu ambaye anakuinspire katika industry hii. Mpoto pia ni mwigizaji. Anafanya theater. Kwa hivyo mimi pia ni theater. Mpoto kasoma Tasuba, mimi nimesoma Tasuba. Unaona kama kuna vitu vinafanana. Kwa inspiration lazima iwepo, kwa sababu ni mtu ambaye anafanya kitu ambacho mimi naona ni career yangu pia nakipenda. Kuna wakati namwangalia, najifunza vitu kutoka kwake, natafuta njia yangu, nafanya, maisha yanaendelea. Okay. Msemo gani pengine ambao unapenda sana kutumia wakati labda pengine upo kwenye stage? Ni kama nafanya performance yote, labda ni live performance. Performance zangu karibu zote nikitaka kuingia jukwani, kwanza wanasema hodi hodi Kilingeni kwa malingo naingia. Mganga tiba za jadi enzi za kusafinia, sijiviki ukaidi, kwanza na wasalimia. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unawezaje kutengeneza vina vya namna hii? Ni kipaji. Unajua ushairi ni yani kitu ambacho mimi niliona automatic naweza kufanya. Nilikuwa naandika tu zamani mashairi darasa, lakini mwisho siku nikaona mbona kama hii inaenda fursa, mbona kama inawezekana hivi. Nilikwambia 2003 unaweza kukuta hiyo safari pengine, kwa sababu Mpoto alikuwa mkubwa ndio maana akaanza kuonekana. Lakini mimi nilikuwa nafanya kwa sababu nimekulia Bagamoyo, elimu yangu ya msingi kwa kiasi kikubwa nimesoma Bagamoyo. Nilikuwa naenda chuo cha na perform mitaani kule shuleni. Mbonde, unatuambiaje kuhusiana na ili swala ambalo pengine hivi sasa lipo hasa kwa vijana? Unajua sasa hivi vijana wengi wamejikita sana kwenye social medias na kubase kwenye talent, tunaacha elimu. Ili swala pengine unalionaje? Vipaji vipo. Kipaji ni msingi na elimu ni jengo. Pengine pia hata wewe ni miongoni mwa watu ambao unaweza kusema ni mfano, ama naweza nikasema kwamba kipaji ndicho ambacho sasa hivi kiko juu zaidi ya elimu. Mimi nimesema hivi, kipaji ni msingi na elimu ni jengo. Sasa ushawahi kusikia kuna mtu anaitwa baba mwenye msingi? Ni baba mwenye nyumba. Kwa kama una kipaji na umepata nafasi, sijasema kipaji hakitoshi. Umepata nafasi ya kutafuta elimu, tafuta elimu. Okay. Kwa sababu kipaji kinazaliwa, kinakuwa, kinakufa. Okay. Kwa kuna siku kipaji chako kinaweza kikafa, elimu ikakiboost ukaendelea kuwa mtu fulani. Tanzania hapa leo hii tunazungumza, kuna maprofesa ambao walipambania sanaa. Mfano tunamzungumzia mtu kama Profesa Nyoni. Ni profesa ambaye kama angekaa tu na kipaji chake nyumbani, pengine tusingemjadili leo hii. Na tayari ameshakuwa hayati. Tusingemzungumza leo hii, kwa sababu sidhani kama kuna watu wa kawaida tulokaa mtaani ambao wanaotafuta elimu ya sanaa wanaweza wakamjua Profesa Nyoni. Lakini dunia inamtambua.
kwa sababu alikuwa na kipaji akaongeza na nini elimu. Kipaji chako unaweza ukawa nacho kwa sababu ni msingi, kikawa chini watu wasione. Lakini ukiwa na elimu utajua njia gani upite ili ukinyanyue juu watu wakione. Na ndio maana unaona sasa hivi kuna kampeni serikali inahamasisha wasanii wanaenda Tasuba, wanaenda angalau hata short course, mtu anapigwa blush anarudi anafanya. Kuna wengi wana vipaji na wanakuja kwa nguvu alafu wanapotea. Pengine ni kwa sababu wamekosa elimu ya kusimamia vipaji vyao kufika sehemu fulani. Kwa mimi ninachokiamini, kipaji nakiamini sana. Kwa sababu unaweza ukawa na elimu kama huna kipaji ufanye kazi ya sanaa. Lakini ukiwa na kipaji, ukiwa na elimu, utaifanya kazi ya sanaa kwa ukubwa wake. Okay. Sawa, tuanzie huku kwenye ushairi alafu tunaenda kwenye upande wa filamu. Pengine challenge ambazo umekutana nazo ni zipi? Hasa tukianzia upande wa ushairi, na hizo challenge pengine inategemea, pengine inawezekana kwenye ma event pengine whatever. So unaweza kutuambia hapa challenge ambazo unakutana nazo kubwa hasa ni zipi? Tuanzie huku kwenye ushairi. Kwanza nataka watazamaji wajue kwamba changamoto ni fursa. Popote pale changamoto ukipatumia vizuri kuna fursa ipo. Inaweza kukufaidisha. Mimi nimekutana na challenge nyingi kwa sababu nilikuwa mtu wa ushindani. Tasnia ya ushairi imenijua kwa sababu ya ushindani. Nilishiriki katika mashindano yanaitwa Uni Talent mwaka 2022-2023. Na nashukuru Mungu nilifika mpaka hatua ya finali. Mashindano yalikuwa magumu. Mimi napanda jukwani na ushairi, kuna watu wana dance, wanatumia muziki hao. Kuna watu wanaimba bongo flavor, wanatumia muziki. Mashindano hayo kuna watu wanachola. Kuna watu wanafanya maigizo. Mashindano hayo. Kuna watu tujua wanafanya mazingaombo. Mashindano lakini nashukuru Mungu nilifika mpaka finali. Ni challenge. Kuna wakati unafika unaiogopa stage kwa sababu anaingia wa moto anayetoka wa moto. Na sana ina challenge nyingi. Unaweza ukafunga safari. Hiyo nimezungumzia upande wa mashindano, lakini upande wa kawaida unaweza leo kaambiwa njoo perform sehemu fulani. Sisi kwa mfano wasanii ambao bado wadogo wakatoa kupambana kuitafuta fursa. Unaenda kwa nauli yako, unafika hiyo sehemu na uperform, unarudi kwa nauli yako. Ni vitu vya kuvumilia kwa sababu unatafuta njia. Siku moja njia ile ukiipata kisha kwa wazi, basi watu watakulipa nauli, watakulipa posho, watakulipa kila kitu, accommodation, watakulipa kila kitu. Kwa hivyo changamoto ni nyingi sana ambazo nimekutana nazo. Mimi nimefanya vijijini huko Tabora, nimefanya sana mwaka 2012 2014 nilikuwa nasoma chuo cha walimu. Ndio. Safari yangu ya kutafuta elimu Ndala pale. Nimefanya sana watu ambao kidogo Kiswahili kama changamoto. Nimefanya sana Simiyu. Kiswahili changamoto kabisa. Unaenda una perform watu hawakuelewi kabisa na unajua kwamba hawanielewi. Wakati huo nilikuwa naandika mashairi kidogo magumu. Mfano naweza nikasema uandishi wa hizi stanza mbote sivimbi kichwa, kila mmoja anampa heshima. Sina urafiki wa ukunguru, mi rafiki wa uhuru, swahiba nifunze vyema. Napokea maarifa, mikasa na falsafa, mipango naitaka sana. Maisha ndefu safari, msafiri jipange vyema. Usingoje kutabiri bashiri bishala njema. Ndo maana sina stanza tasa kusifu ngono na pombe. Na tanza vya kutakasa mzalendo, punguza uzembe. Kijana tengemaza tanza kwanza. Acha tegemewa wewe, anza kuomba, kuna gharama lawama na mwingi ujinga. Haso kama majusi walo mtabili Jesus kwa mashariki nyota, hunda upako na paka mpaka Lucifer anachoka. Nipake nsipake.